Huu ni mwaka mpya. Wacheni mawazo yetu na mioyo yetu iweze kufanywa upya. In Jesus name. Bwana asifiwe. Tufanywe upya kwa maisha yetu. Anga yetu ifanywe upya kwa jina la Yesu. Haleluya. Na tukagua kama kuna mwaka mtu anahitajika kuwa na Bible this year. Amen. Bwana asifiwe. This year. Haleluya. Alinisaidia akasoma Bible nyingine mpaka ikabidi kwanza niweze kuitafuta. Haleluya. Mpaka niweze kuipata. Jina Bwana barikiwe. Kumbe kuna Bible zingine tano. Lakini vile tunaendelea na kuendelea, Bible zinaendelea na kuharibiwa. Amen. Bwana tukuzwe. Nilipopata ile Bible nikafurahi sana. Amen. Jina la Bwana barikiwe. So kanisa ni vizuri, kama hauna Bible nunua Bible. Ninakuombea neema ya kuwa na Bible. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Maana neno la Mungu ni tamu, tena ni tamu sana. Amen. Kitabu cha Romans chapter 12 verse 1 and 2. Romans chapter 12 verse 1 and 2. Ningependa mtu aweze kusomea kitabu cha Warumi sura ambaye ni ya 12 mstari ule ambaye ni wa kwanza na wa pili. Romans mstari wa kwanza na wa pili. Wa kwanza na wa pili. Wa kwanza ukasema, basi ndugu zangu nawasihi miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu. Biblia inatusihi, inaturequest. Haleluya. Biblia inatusihi, inaturequest. Basi wapendwa, haleluya, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Haleluya. Ninawasihi wamama, ninawasihi wazee, ninawasihi vijana, ninawasihi teenagers, ninawasihi na watoto, ninawasihi watumishi wa Bwana, ninawasihi watenda kazi, ninawasihi viongozi, itoeni miili yenu, haleluya, iwe takatifu kwa Bwana, maana ni mwaka wa kumrejea Bwana. Kufanywa upya ni kuamua ya kwamba mwaka huu nimeamua kufanyika upya in Jesus name. Nimeondoa aina yote ya uzembe. Haleluya. Nimeondoa aina yote ya uzembe. Nimeamua kufanyika upya mahali sikuweza last year, mahali sikupendeza Bwana, sikutembea kali na mapenzi ya Mungu. Mwaka huu wa 2026 nimeamua. Na neno haitulazimishi, inatusihi, inaturequest. Geukia mtu mwambie tafadhali. Geukia mtu mwambie tafadhali. Ninakuomba kwa unyenyekevu, mwaka huu badilika. Si badilika wewe. Badilika. Unajua umesema badilika. Wewe si badilika, badilika. Mwambie si badilika, badilika. Unamwambia aweze kuwa badilika. Badilika. In Jesus name. Basi wapendwa, ninawasihi. Unajua ukiona mtu anakusihi, anaona ile njia unaenda, haleluya, mbele yako kuna kuangamia. Na kwa sababu hawezi akakukataza, anakusihi usichukue hii mwelekeo, chukua hii, ninakusihi. Na wewe unasema wachana na mimi, hiyo ni mangu. Kodesho na nini?
linatuambia wapendwa, ninawasihi. Hebu rudia tena. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, kwa huruma zake Mwenyezi Mungu, itoeni miili yenu. Itoeni, si kuambiwa ndugu toa mwili wako dada. Ninawasihi, ninawarequest, ninawaomba. Haleluya. Ninawaomba. Hata hapo sema kwa sauti, wapendwa, ninawaomba. Haleluya. Ninawaomba. Toa mwili wako katika hali ya maombi, katika hali ya ushirika, katika hali ya kujitoa. Mwili wako utakaze, uimbie Mungu, umtukuze Mungu. Wapendwa, ninawasihi. Itoeni miili yenu dhabihu iliyo hai. Rudia tena. Itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Itoeni miili yenu ili iwe dhabihu iliyo bora, iliyo hai. Kwa hivyo unaweza kuwa na dhabihu ambayo haziko hai. Zimefanya nini? Si mwaka huu dhabihu zako siwe dhabihu ambayo siko hai. Tunaposema tutoe miili yetu kuwa dhabihu iliyo hai, inamaanisha ya kwamba kwa kile unachokifanya uifanye kwa moyo wa kupenda, ili dhabihu yako iweze kuwa hai. Usimsifu Mungu kwa kulazimishwa. Usiombe Mungu kwa kulazimishwa, kwa sababu maombi imepangwa. Wacha wapange, lakini mimi sifanyi. Toa dhabihu iliyo hai. Amen. Katika hali ya kumsifu, kupiga makofi, kusema amen, kwenda kanisani, kwenda mikesha, kwenda ushirika, toa dhabihu iliyo hai. Matoleo yako, toa matoleo iliyo hai. Usifanye kwa manunguniko, usifanye kitu kimekufa. Haleluya. Mwaka huu wacha chochote ukifanyacho kifanyike kuwa dhabihu iliyo hai. Biblia inasema ya kwamba na maombi ya wateule ni manukato, ni bakuli inaowekwa ikiwa imejaa manukato ya wateule mbele zake Bwana. Naomba hiyo neema, wapendwa, na sitendeke kwa maisha yako in Jesus name. Ninawasihi, itoeni miili yenu kuwa dhabihu iliyo hai. Itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Lazima unapotoa hiyo dhabihu upras utakatifu. Haleluya. Kwa hivyo kuna mambo ambayo inahitajika ive according to Revelation. Biblia inasema ya kwamba una jina nzuri. Haleluya. Bwana sopesi. Una jina nzuri, lakini ninapokuangalia kuna vile haujakamilika. Halo, kuna mambo iliyo ndani yako inazuilia dhabihu yako ikubarike na kuwa hai. Wale sopesi. Kwa hivyo inaambia ya kwamba mambo haya ifanao na kufa, wacha na iweze kufa. Haleluya. Ili dhabihu zako ziweze kuwa hai na takatifu mbele zake Bwana. In Jesus name. Natangaza kwa jina la Yesu, miili yetu na itakazike, iweze kufanyika dhabihu iliyo bora na takatifu mbele zake Jehova, kwa jina la Yesu. Unapomwita anaitika, unapomwabudu na muona, unapomsifu anashuka. Kwa jina
kumrejea Bwana kwa jina la Yesu. Maana ukimrejea Bwana, chochote unahitaji utapata kwake. Haleluya, utapata kwake. Kwake kuna utajiri wa aina yote, kuna uponyaji wa aina yote, kuna baraka za aina yote. Kwa jina la Yesu tunakatana na kwenda hasara mwaka huu. Unajua, wakati mtu anapoenda mbali na baba yake anapata hasara aina mingi. Biblia inasema wakati ule mtoto alipotoka kwa baba yake alitoka akiwa na mali nyingi. Amen. Lakini alipoenda nchi ya mbali, maana ya nchi ya mbali ni kuwa mbali na Mungu. Kama on somebody. Nchi ya mbali ni kuwa mbali na Mungu. Unakuwa uko kivyako. Kuna mambo itakupata ya kutumia utajiri wako. Kuna mambo itakupata ya kutumia nguvu zako for nothing. Umeshika? For nothing. Yani haupati chochote. Biblia inasema ni kama kukimbisha upepo. For nothing. Kuwa mbali na baba. Haleluya. Kuwa mbali na baba kuna kulia, kuna kuomboleza, kuna kusononeka, kuna hofu. Kuwa mbali na baba. Alitoka akiwa na utajiri mwingi, akaenda nchi ya mbali, akatumia utajiri wake na anasa. Anasa maana yake inawa ni kwa kujifurahisha. Mambo yale ambayo hufurahisha mwanadamu sana sana na wakati mwingi huwa haimtukuzi Mungu. Amen. So alitumia katika hali ya anasa na usherati, pesa yake ikaisha, akatamani kula na nguruwe. Maana yake akatamani kuondokea wateule, kuondoka miongoni mwa wapendwa wanaosema Yesu ni Bwana, waliookoka, waendao kanisani, waendao ushirika, waendao maombi. Akatamani kuishi na nguruwe. Akatamani kuishi na nguruwe. Napata Mkristo anasema, mimi nasikiana nikiwa na amani nikiwa katikati ya Wakaldayo. Huyo ni mtu ametapakanya mali yake, ameenda nchi ya mbali, ameondoka kwa baba. Haleluya. Na alipoondoka kwa baba akatamani kukula na nguruwe. Haleluya. Lakini alipokuwa naendelea kukula na nguruwe alisema, no, hii si hali yangu. Roho wa Bwana na kunenea siku yake. Useme ya kwamba hii portion nilie, hii si yangu. Yes. Roho wa Bwana na kunenea, useme hapana, hii portion nilie si yangu. Inahitajika kwa ninakula vizuri, ninakunywa vizuri, nitarudi kwa baba kwa unyenyekevu. Nitarudi kwa baba kwa unyenyekevu. Baba atanipokea hata kama sitafanyika kuwa mwanae. Haleluya. Lakini kwa baba watu wanakula na wanakunywa. Kwa jina la Yesu tunatangaza mwaka huu, Bwana tufanye upya, tubadilishe hali yetu ya kimapato, uibadilishe hali yetu ya maombi, ibadilike. Kwa jina la Yesu. Nchi ya mbali, nchi ya mbali maana yake unakuwaga mbali na uwepo wa Mungu. Haleluya. Na mtu nchi ya mbali, mtu haendagi tu, anatoka hapa anajipata nchi ni slowly. Haleluya.
Ulikuwa unapenda maombi ya asubuhi, unaiondokea. Slowly. Ulikuwa unapenda ya mchana, unaiondokea. Slowly. Ulikuwa unapenda ya jioni, unaiondokea. Ulikuwa unapenda mfungo, unaiondokea. Slowly by slowly. The more unaenda mbali na Baba, the more unaendelea na kutabakana ile ambaye ulikuwa umerithi kutoka kwa Baba. Ule roho ambaye alikuwa ni mwingi wakati ulikuwa unapenda kuishi kanisani, ulipokuwa unapenda ushirika, ule ushirika, ule roho anaondoka, ukavu unaingia, unaendelea na kukaukiwa. Si tunaendelea na kukaukiwa, unaendelea na unaendelea na ndio nimetangulia na kusema ya kwamba niamue kurejea kwa Baba. Itadepend kama wewe utadeclare kwa moyo wako kurudi kwa Baba. Haleluya. Unaweza remain katika nchi ya mbali, wengine wakiamua kurudi kwa Baba. Wanesopesi. Lakini Biblia inasema ya kwamba alikubatiwa. Amen. Ndugu zangu, ninawasihi. Kuomba ni faida kwako. Kusoma neno ni faida kwako. Kutoa ni faida kwako. Kutukuza Mungu ni faida kwako. Kutembea kwa njia utakatifu ni faida kwako. Haleluya. Jina Bwana barikiwe. Chochote unachokifanya kinaleta faida kwa maisha yako. In Jesus name. Si mwaka huu Bwana na kuvalishe nguo nyingine ya utukufu. In Jesus name. Wapendwa, ninawasihi, toeni miili yenu kuwa dhabihu iliyo bora ya kupendeza Mungu na takatifu. Amen. In Jesus name. Katana na mambo yote ya ule mwovu kwa jina la Yesu. Enough is enough. Bwana atukuzwe. Hata kuna kitu kingine Mungu alikuwa ananisaidia siku ya leo, ya kwamba leo kuwa na marafiki watano, 5 friends, either ameokoka, either hajaokoka, ako katika your phone book. Haleluya. Watu watano ambao wako kwa phone book yako. Amen. Either ni wa kwenu, either ni ndugu yako, dada yako, ni mzazi, ni nani, lakini uwe na wangapi? Haleluya. Unajua watano utakuwa unawafanyia nini? Ibada kama ya leo ukipata neno. Haleluya. Bwana sobesi. Na kwa sababu inaendaga online. Haleluya. Una share na hao watano. Na wale wanaweza kuongeza kitu kingine pale. Amen. Unamwambia vile ibada ilikuwa nzuri na vile ulibarikiwa na ulisoma kitabu gani, unamweleza 1 2 3. Haleluya. What is specific? Then una send for 5 people. Share na watu watano. Na kama haujui kushare, usiondoke kwa ibada leo na uko na smartphone kama hujaonyeshwa kushare. Tuliakuwa na gani mwaka huu? Ibada ya asubuhi tuliakuwaje? Tulifundishwa nini asubuhi? Kuaminika. Mungu ametuaminia watu hao. Wewe si kazi yako ya kuokoa. Wewe si kazi yako. Bwana ndiye anaokoa. Wewe aminika, share na wao neno. Amen. Bwana sopesi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Unajua ni kwa nini mtoto alipisha vitu zake akaenda bali? Aliingiwa na roho ya kuona ya kwamba kuishi kwa Baba ni faida analeta kwa Baba. Halo. Unaweza kaa kwa Baba uone ya kwamba ni faida unaleta, una count. Amen. Jina Bwana barikiwe. Hata mwenye alibaki aliuliza ya kwamba nimeishi hapa mimi na sijawahi chinjiwa. Amen. Kama ya kwamba haujawahi jua hii mali yote inakuwa ni yako. Mwaka huu tunaomba kufunguliwa macho. Mwaka huu tunaomba kufunguliwa macho. Maana tukimrejea Bwana, ukweli wa mambo ni kwamba giza yote itaondoka, upofu wote utaondoka, tutasiona baraka.
Nimefikiria, nimeamua kumrejea Bwana, maana ninajua ameweka baraka, ameweka mambo makubwa juu ya maisha yangu. Airisibe, sema naipokea, airisibe. Neema ya mwaka huu. Haleluya. Kuwa na hali hiyo. Inakuwa bariki. Ukimaliza siku mwambie Mungu ni asante. Yaani siku ukipata leo na uione jioni, mwambie Mungu ni asante. Na wale mmekomaa kiasi kusema asante, mtu asemange asante mikono mikubwa. Na wale wako chini pia ninawatabiria kuinuka. In Jesus name. Amen. Na kuna wengine wamesonga zaidi mpaka huwa wanaalika Mungu kwa lunch. Haleluya. Kuna lingana na mahali umefika. Kuna wengine wanashare mpaka sasa. Kuna lingana na ukomavu. Kama ni church. Wale zote. Lakini kuna mwingine hapa chini anaona kutoa ni kufinyiliwa ama ni kunyang'anywa. Wacha kutaka mwanadamu kupenda kaa vizuri. Haleluya. Unajua watu wa kunyang'anyana anafanya mazoezi ya kupigana ngeti. Haleluya. Na Bwana bariki. Haleluya. Mwaka huu tunaomba neema ya kusonga mbele. Unajua ukiamua kurejea kwa baba kuna mambo mazuri. Haleluya. Unajua ni mtu kuamua ya kwamba mwaka huu nitakuwa mzuri kuliko jana. Mwaka huu nimekuwa mpya. Sitakuwa sumbua. Haleluya. Nitamtukuza Mungu mpaka Mungu afurahishwe nami. Haleluya. Jina la Bwana barikiwe. Na Mungu akifurahishwa na wewe atatenda mambo makubwa kwa maisha yako. In Jesus name. Amen. Tunaelewana kanisa? So nilikuwa nasema hivi, ni vizuri kuelewa ya kwamba unapomrejea Bwana kuna maufunuo mtu huwa anapata. Baba hapo kaunti hasara na zile vitu alitoa kwa Bwana. Alimpokea upya, akafanya upya, akamfanyisha upya, akatoa upya. Mwachi ya Bwana. Kwa jina la Yesu. Mwaka huu ambao tumeingia wa 2026. Jifundishe hata kutolea dhabihu. Unajua tunapenda kureceive lakini hatupendi. Mbona hapo umenyamaza? Kanisa Bwana Yesu atukuzwe. Mwaka huu unaupandia. Yes. Unasema nimepanda na ninajua nitavuna ngani. Unapanda na unasema ninajua nitavuna sawa. Najua hii hali ya kupanda na kuvuna huwa inapingwa. Lakini kunalingana. Amen. Lakini hiyo ni neno la Bwana. Ni neno la Bwana. Amen. Tunaomba Bwana sifa, heshima na utukufu. Sio kama unajua mashini ya ICU inanipanga sadaka. Kuna mtu ana idea? Sasa mtu akikwambia usitoe sikia na kwambia nini? Sio kama umeshawahi kwa ICU inalipishaga na dakika. Unasikia mtu amelala siku moja, siku mbili, unasikia pesa ngapi zinakampiwa? Millions of money. Millions. Mama Grace, si ati shilingi 3, unasikia bili ya hospitali milioni ngapi? Na amelala siku 3, amelala siku 4, alafu yule mtu akaenda akienda kuwa katika hiyo mashine na mtu haongei. Ni kuumwa. Wewe unajua kama ni kweli kama ni uongo. Haleluya. Tumbo. Lakini kunaye yule analipa gharama. Kuna yule anatulipia gharama. Hiyo hewa ambayo ni oxygen kuwekwa kwa mdomo na mapua kwa hospitali, momani, pesa nyingi wapendwa. Mungu akikwenda dukani tosho ni muulagani. Hiyo ni kideni muache.
hatulipishi chochote. Yule anawekwa na hiyo mtungi ya oxygen, alafu unasikia ile pesa ile mtu anakautiwa. Wakati wa COVID mitungi haikuwa inapatikana. Wazo pesa, sio kama unajua hiyo. Mpaka matajiri walikuwa wanajinunulia mitungi wanaweka kwa nyumba zao. Wapendwa, kama tungekuwa tunalipa Mungu wetu oxygen, tungekuwa hai, tungekuwa tumeenda kitabo. Lakini Jehova anasema nirejeeni. Haleluya, haleluya, nirejeeni, nanyi mkinirejea mtaona vile nitakavyowatenda. Wapendwa, ninawasihi, itoeni miili yenu kuwa dhabihu iliyo bora. Soma dada yako. Takatifu ya kumpendeza Mungu. Ya kumpendeza Mungu. Ndiyo ibada yenye maana. Hebu geukia mtu mwambie mwaka huu ninakuombea neema. Mgeukie na utambirie, mwambie mwaka huu ninakuombea neema ya kumpendeza Mungu. Mwambie ninakuombea neema, pata kibali, pata neema. Wacha kupendeza mchungaji, wacha kupendeza askofu, wacha kupendeza apostol. Ninakuombea neema. Wacha kupendeza wazazi, wacha kupendeza watoto, wacha kupendeza taifa. Na kuombea neema ya kupendeza Mungu. Mwambie nakuombea, mwambie nakuombea, pata neema ya kupendeza Mungu. MCU ukipendeza atakupatia 200. Chifu ukimpendeza atakupatia gorogoro 2, moja ya maharagwe na ingine ya mahindi, na sote zimeumwa na nini? Na bushaka. Utakula na itafanya nini? Na itaisha. Yesu ukimpendeza atakupatia 2. Haleluya. Tena utakula na itafanya nini? Na itaisha. Lakini ukiupendeza Mungu wako kwa kutoa mwili wako, haleluya, kuwa dhabihu takatifu na ya kupendeza mbele za Bwana, mteule utabarikiwa, utaongezwa miaka, kizazi chako kitabarikiwa, maisha yako ya saa hii itabarikiwa, na maisha ya baadaye itakuwa ni ya utukufu kwa jina la Yesu. Upe Bwana sadaka nzuri ya makofi. In Jesus' name. Mstari wa pili. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Oh my God. Msifuatishe namna sawapi? Za dunia hii. Msifuatishe. Ninawasihi, wacha kushirikiana na dunia. Pia mtu mwambie ni halali. Wacha kushirikiana na dunia. Nimwambie wewe umeokoka. Wewe na ndugu yako. Wewe wewe. Pia kuitekeleza maono make. Haleluya. Pia kuitekeleza maono make. Mbona sio pesa? Pia kuitekeleza maono make. Mbona pesa? Kama umekaa karibu na kijana, mwile itabia kusuka nywele kama msichana. Mgeukie kama umekaa karibu na aina ya kijana. Mgeukie, maono ya kijana na mama. Uletwa mwile kila ndio ukihika. Mwambie wewe wa bibi yako. Mgeukie. Haleluya. Kwa nini anajifanya msichana? Yes. Amen. Hebu soma tena. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika. Oh my God, mfanywe upya nia zenu kwa jina la Yesu, mpate kujua kwa uhakika mapenzi ya Mungu yaliye mema, ya kupendeza na ukamilifu. Amen. Hiyo neema na iwapate. Hiyo neema na iwapate. Hiyo neema na iwapate.
kwa jina la Yesu. Hiyo neema naifanya nini? Na iwapate kwa jina la Yesu. In Jesus name. Tusifuatishe namna za kidunia. Tuwe dhabihu bora na ya kupendeza kwa jina la Yesu. In Jesus name. Hallelujah. Bwana asifiwe sifa. Bwana asitukuzwe. Tuwe dhabihu iliyo nzuri na ya kupendeza kwa jina la Yesu. Na kuombea hiyo neema mwaka huu, fanyika dhabihu iliyo bora in Jesus name. Kwa jina la Yesu. Hatutafuatisha namna za dunia, maana dunia imejawa na upotovu, imejawa na kutopenda Bwana, haiwezi kumtii. Lakini sisi kama teule, kama kanisa, tutakanyagia nyayo za kumwinua Mungu. Neema na iwe juu yako. Na ndiye nimekwambia kwamba share na watu wangapi? Watano. Wasaidie namna ya kumrejea Mungu. Wasaidie namna ya kufanya nini? Ya kumrejea Mungu. Haleluya. Saidia watu watano namna ya kumrejea Mungu. Wewe endelea na kuwaambia vile Bwana anawapenda, vile Bwana anawajali. Jina la Bwana barikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Kanisa Bwana apewe sifa. Tunaelewana hapo? Yes. Tusifuatishe namna ya nini? Ya dunia. Haleluya. Mambo ya dunia wachana nayo, umeamua kumrejea Bwana. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kama uko karibu na muheriwa wa Sara, kumgeukie tumwambie namna ya dunia. Usiwe yani bila kuikiri na maudumane bono. Wacha kuitilia maanani sana muheriwa wa Sara. Wacha kuitilia muheriwa wa Sara na muheriwa wa wasichana. Amen. Wacha kuitilia maanani sana mambo ya nini? Ya dunia. Ndio mwambie wacha kuitilia sana. Wacha kuitilia sana. Ulizope sifa. Dunia kitembea mgongo wazi na unapenda mgongo wazi. Dunia kitembea tumbo wazi na wewe tumbo wazi. Amen. Kila ukaa kwa gai njema. Haleluya. Wacha kwenda kwa Mungu mgongo wazi na tumbo nini? Hiyo ni dunia. Ulizope sifa. Hiyo ni nini? Hiyo ni dunia. Jina Bwana barikiwe. Wacha kujifanya mwanaume. Na wewe mgeukie mwambie kama ni mwili wa Sara, mwambie wacha kujifanya mwanaume. Bwana kwa vijana mlikuwa mnawaambia kwa nguvu, wajinga mwambiani kwa nguvu. Mwambie wacha kujifanya mwanaume. Kwani mko hapo? Mwanzo basi. Amen. In Jesus name. Mwaka huu tunaamua kumrejea Mungu. Aina yote haipendezi Mungu iondoke kwa maisha yetu. Wasichana na wamama wabadilike. Wamtukuze Mungu. Tunatangaza kwa jina la Yesu. Hatutaacha wapotee. Tutaendelea na kuwatabiria na kuwaombea na kuwaitisha na kuwatae in Jesus name. Kama unaamini pamoja nami, tangaza kwa jina la Yesu. Wamama na wasichana hawatapotea kwa jina la Yesu. Tunawarejesha katika mikononi mwa Bwana in Jesus name. Kwa jina la Yesu. Amen. Namna ya dunia hii haitawapotosha. In Jesus name. Namna ya dunia hii haitawapotosha. Kwa jina la Yesu tunawadai na kuwarejesha in Jesus name. Kitabu ambacho cha Hesabu, kitabu cha Hesabu, amen. Numbers. Kitabu cha Hesabu Numbers pale 13. It is our duty. 13. Mwaka huu ujue ni majukumu yetu. Wacha kuzungumza kwa ajili yao na hao walevi, hao waizi, hao makahaba wanaopotea. Kama inasema ya kwamba Biblia inasema ya kwamba ni majukumu yetu. Haleluya. Uweza kudeclare na kudecree ya kwamba inawezekana
In Jesus name. Kwa jina la Yesu. Mtu mmoja alinisaidia akasema hivi, wakati unapoambia mtoto wako asitembee na hawa ambao ni wabaya. Amen. Asitembee na nini? Na hao ambao ni wabaya. Akasema hivi, ni kama kuosha nyumba. Amen. Kufanya nini? Ni kama kuosha nyumba na pale ije kwa mlango wako kuna matope. Rudie tena. Ukiambia wako asitembee na wale ambao si wazuri. Haleluya. Ni kama kuosha nyumba. Amen. Alafu pale ije kuna nini? Kuna matope. Ni sawa. Unampatia mashauri. Lakini akasema njia ile nzuri. Haleluya. Ni kuwaombea wote. Come on. Unaombea wako na unaombea wajirani. In Jesus name. Natangaza kwa jina la Yesu, na ile njia damu yangu ibarikiwe, na ile njia damu yako ibarikiwe. Jehova na atende upya kwa maisha yako na kwa maisha yangu. Tangaza kwa jina la Yesu na itendeke. Jina la Yesu. Haleluya. Amen. Bwana wapendwa. Kazi ile tumeitiwa si yetu. Mungu wetu si wa ubinafsi. Hii tukiwa kuendelea. Haleluya. Si wa kipendeleo. Bwana asifiwe. Amen. Hii tukiwa kama wewe. Mungu ni Mungu wetu sisi wote. Haleluya. Amen. Nikiombea watoto wangu, naombea watoto wangu. Nikiombea ndoa yangu, naombea ndoa yangu. Nikiombea familia yangu, naombea familia yangu. Haleluya. Amen. Ina maana barikiwe. Nikiombea wazee, hata mimi ni miongoni mwa nini? Wa wazee. Nikiombea wamama, hata nami nina mama. Haleluya. Ina maana barikiwe. Lazima uelewe hili. Amen. Kitabu cha Numbers 13:32. Amen. Numbers 13:32. 32 inasema, wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi. Wakawaletea. Ngoja kidogo. Mwaka huu tulipokuwa tunaruka mwaka wa 2025 hapo tulikuwa tumeambiwa ya kwamba this year kuna mambo ambayo tunahitajika tuweze kuyaondokea. Ukitaka kumrudia Bwana lazima ujiondoe miongoni mwa wasioamini. Nirudie tena. Lazima ujiondoe miongoni mwa wasioamini. Kuna watu wanaamini ni kubaya. Kuna watu wanaamini kutakuwa kubaya zaidi. Kuna watu wanaamini ya kwamba mambo haiwezi badilika. Haleluya. Lakini Mungu wetu inasema mawazo aliye naye kwetu ni mawazo mema. Na mipango aliye nayo ni mipango mizuri. Haleluya. Mungu mwaka huu ana mipango mizuri. Amen. Mwaka huu ana mawazo mazuri. Haleluya. Kwa hiyo wakaleta ripoti. Tunakatana na ripoti zote. Ambaye za kutuvuja nini? Moyo. In Jesus name. Ripoti zote mwaka huu za kutuvuja moyo na kutuonyesha ya kwamba ni kama Mungu wetu hawezi, tunazikazo in Jesus name. Na kama kuna mtu katika lineage yako, haleluya, ambaye wakati wote mkipatana ni kukuvuja moyo, hakupatii mambo ya kukutia nguvu, kila dakika ni kukutia moyo, yani ni kukuvuja moyo, muondoke. Jesus name, muondoke, achana naye, muombe ukiwa pale. Haleluya. Hata usimjulishe maombi yako, maana ataiua. Hebu soma. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi. Walikuwa wametumwa, amen, waende ile nchi ambayo Mungu amesema ni yao. Yaani Mungu ametuleta mwaka huu kama wateule. Na sisi pia tunastahili tupatie dunia hofu.
Haleluya. Sisi ndiye tunahitajika tupatie dunia yaani iwe na matumaini kwa Mungu. Amen. Ya kwamba Mungu atatenda jambo jipya. Waliyetumwa wakaleta ripoti iliye mbaya. Tunatangaza kwa jina la Yesu, sitakuwa mtumwa wa kuleta ripoti mbaya, lakini nitakuwa mtumwa wa kutia watu moyo, wa kufanya jina la Jehova liweze kuinuliwa. In Jesus name. Amen. Ndio nimesema tutakuwa tunakaa hivi, ndio tunaleta uhai. Tunaleta uhai. Amen. Tunaleta uhai. Tunaleta uhai. In Jesus name. Amen. Inawezekana. Wakaleta ripoti iliyokuwa mbaya. Wakaambia watu ndani. Wakasema ile nchi tuliyopita, yaani wamefika. Ile nchi tuliyofika, hebu imagine. Hatukukufa 25. Ni 2021, ndio? Ilikuwa na 25 ilipita, ndio? Hatukufa mwaka huo, tumefika 2026. Yaani tumefikishwa huko ndani yake. Lakini ripoti ile tunaleta, haleluya. Amen. Tunakuwa barikiwe. Amen. Tunataka kuleta ripoti na hatujaukaa mwaka. Lakini Mungu ametupatia na tumeuona. Lakini tunataka kuzungumza habari ya Januari, habari ya Februari, habari ya Machi mpaka Disemba. Ati vile kutakuwa kukafu, vile kutakuwa kubaya. Bwana sopesi. Mpaka mtu yule unapatia ile maneno anasema hata afadhali kufanya nini? Hata afadhali kukufa. Amen. Basi kwa kama wewe kwa ndogo tena kwa maisha kwa wake. Unajua kuna vile unaweza patia mtu uoga mpaka aone. Haleluya. Yaani unaenda kwa daktari. Bwana sopesi. Anakupima. Haleluya. Bwana sopesi. Nakuuliza ulikuwa umekuja peke yako? Amen. Haleluya. Kwani Mungu wangapi? Ni nani wa kwenda kwa hapa karibu? Hebu nipe namba yako sasa nashika huyu daktari mimi. Haleluya. Uko nyumbani. Bwana anasema wewe nani kwake? Awe kile kutoka nje. Haleluya. Ile ripoti nataka kupatia naamini haitakuumiza kama mgonjwa anashika kwa ripoti. Hiyo mgonjwa utakuwa naye sana. Kuwa naye kama wiki mbili tu hivi. Sasa hiyo yote. Sasa mpaka yule mtu anasema si hata afadhali. Imagine hapo mgonjwa ukijaribu kumpatia chakula anasemaje? Hana haja nini? Chakula. Sasa akionea akili udogo gotiana. Yaani ameonyeshwa ni kukufa tu, hakuna kitu kingine. Sasa hao walitumwa katika ile nchi ambayo Mungu amesema yeye. Na ina mambo mazuri, ina wingi wa maziwa, ina wingi wa asali. Haleluya. Bwana sopesi. Lakini ile ripoti wakaleta ripoti na kaji. Wakasema ile nchi tuliyopita, maana yake tuliyekuwa ndani yake. Kati yake kuipeleleza nchi inayowala watu wanaoikaa. Ni nchi inayowala watu wanaoikaa. Na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Wale watu tuliona huko ni majitu, ni warefu, yani inawala watu. Amen. Ile na wiki kwa niliana na amen. Halafu wewe amen. Haleluya. Warefu mno. Kisha huko tuliwaona wanefili wana wanaki waliotoka kwa hao wanefili. Tukaziona nafsi zetu sasa sikia kuwa kama mapande. Sasa sikia vile nao ndivyo walivyotuona sisi,
vile walikiona ya kwamba wao ni kule walizobezi mbele ya wale watu ya kwamba watawameza bado wakali hai. Imagine wale nao maadui, wale majitu nao wanaona wale watu wanakaa pia nao watawamaliza. Yaani unaogopa kitu kinakuogopa. Haleluya. Unaogopa pepo na inafanya nini? Inakuogopa. Unaogopa ugonjwa na ugonjwa unafanya nini? Unakuogopa. Haleluya. Tunatangaza kwa jina la Yesu, maana tumepewa mamlaka yote na Bwana Yesu. Maana mwaka huu tumeamua kumrejea Bwana, nasi tunatangaza katika anga yetu authority yote, mamlaka yote iliyokabidhiwa kwetu na iturejee in Jesus name. Maana tutafanya ishara na miujiza itaandamana nasi kwa jina la Yesu. Tutakemea pepo na pepo zitatoweka in Jesus name. Tutawekelea wagonjwa mikono na wagonjwa watapona kwa jina la Yesu. Tutafungulisha milango na milango itafunguka in Jesus name. Kwa jina la Yesu. Pata neema ya ujasiri, pata neema ya kutembea na Bwana kwa jina la Yesu. Itoeni miili yenu kuwa dhabihu iliyo bora mbele zake Bwana na ya kupendeza, iliyo takatifu kwa jina la Yesu. Si Bwana na kutumie mwaka huu wa 2026 in Jesus name kuleta utukufu, kufanya jina la Mungu na liweze kuinuliwa. Hallelujah. Tusimame kwa miguu yetu. In the mighty name of Jesus. Hiyo neema ya mwaka huu na iweze kutupata, na iweze kutupata, na iweze kukupata kwa jina la Yesu. Na nenea anga yako, nenea anga yako, tangaza kwa jina la Yesu. Umeamua kwa moyo wako kumrejea Bwana in Jesus name. Maana Biblia inasema ninawasihi wateule, itoeni miili yenu, itoeni miili yenu kuwa dhabihu iliyo bora kwa jina la Yesu. Ninatangaza kwa jina la Yesu kujitoa mwanga kwa ajili ya Bwana, kwa ajili ya kazi ya Bwana, kwa ajili ya kutembea kana mapenzi ya Jehova, na itendeke kwa anga yako, kwa maisha yako, na itendeke kwa maisha yako in Jesus name. Ninatangaza neema ya kutembea kana mapenzi ya Mungu in the mighty name of Jesus. Bwana wa majeshi, Bwana wa